Wana Kilimo 360 karibu, na hapa ndivyo hali halisi ya mahindi yetu yanavyoonekana. Haya tulichelewa kuyapanda, sasa ni mwezi wa pili, leo tarehe 27. Mahindi yetu ni kama ambavyo yanaonekana. Sasa kama bado hujasubscribe channel yetu, fanya hivyo, sababu kuna tips mbalimbali ambazo tunakuletea kwa ajili ya kilimo, ufugaji pamoja na biashara mbalimbali ambazo zinahusiana na mambo ya kilimo ama pia ufugaji. Sasa hili ni shamba letu ambalo lina ukubwa wa eka 2. Ukubwa wa eka 2. Na tulikuwa tuna mashamba mawili tumepanda kwenye shamba letu hili. Nasema mwili kwa sababu kuna eka 2 zingine tofauti na hizi tulipanda na tulishavuna, na tulipanda kipindi cha vuli, kila ile mahindi ya vuli. Kwa bahati mbaya mvua zikakata, baadaye mvua zikarudi, tukapanda haya mahindi yetu, na yale tukayaacha walau yaende yatakachoweza kutupa yatupatie. Na kwa kweli tumevuna, hatujapata kile ambacho tulikitazamia, lakini walau gharama zetu zitarudi, gharama walau zitarudi, na tutakueleza ambacho tunakwenda kukifanya, jambo ipi ambalo tunaenda kufanya na yale mahindi yetu ambayo tumevuna. Sasa hizi ni eka zetu 2, na mvua hizi za mwezi huu wa pili japo zimechelewa kidogo, maana kuna ile kipindi ambacho mahindi kule kwa nataka mvua ili aanze kujiweka sawa kwa ajili ya kubeba, kwa kweli imechelewa. Ndio maana unaona kuna mfano mahindi kama hili hapa liko hivi, alafu unaona mahindi kama huu. Kwa unaona kuna mahindi ambayo yako vizuri, kuna ambayo unaona yako, na hii ni kwa sababu ya mvua kutokunyesha kwa namna ambavyo inatarajiwa. Kwa hiyo unakuta hata ule ukuaji wa mahindi hauwezi kuwa kiwango sawia, sababu kwenye maeneo yetu unajua kuna maeneo ambayo mvua pengine ikinyesha inaweza kuwa kidogo ina advantage ya maji tofauti na eneo lingine. Kwa hiyo hali ni kama ambavyo tunaona. So far so good. Hapa walau kuna namna ambayo tunakwenda kutengeneza faida yetu. Na tukija kutoa haya mahindi, tutakuja kuona ambacho tutakifanya. Tutakuja kuona jambo ambalo tutakalolifanya kulingana na hali ya hewa itakavyokwenda. Na kwa hapa mbele tuna mfereji ambao unapitisha maji. Mfereji wa maji tuko nao hapo mbele hapo, afu tunaona. Sasa hapa kuna jambo tutakuja kulifanya, kwa sababu haya maji yanatiririshwa kutoka kwenye milima, kama ambavyo unaona maeneo yetu ni ya milima. Kwa hiyo pale mbele kuna mahali huwa tunaziba mbele pale, kwa maji ambavyo yanatiririka hapo tunaziba ili tupate maji ambayo yatakayokuwa yametuama pale. Na baada ya kutoa haya mahindi, tutaangalia mazao ambayo tutakuwa tunayafanya kwenye namna ya umwagiliaji kwenye eneo letu hili. Lakini so far mpango ambao tuko nao sasa hivi ni kwamba baada ya mahindi tutaweka alizeti, tukitambua kwamba
muda unavyokwenda mvua zinapungua, na kipindi hicho tukiwa tumepanda alizeti, itambue kwamba alizeti ni zao ambalo halihitaji sana mvua. Kwa kule kipindi kile ambacho mvua pengine zinaelekea mwishoni, nafikiri tukiwa tumeweka zetu zao la alizeti hapa tutapata. Na kipindi tulipanda hapa tulivuna sana. Kwa hiyo this time around tutafanya hivyo. Naona vitu vinavyoonekana hivyo. Alafu lile eneo letu ambalo tulipanda mahindi mwanzoni na tumeshavuna, tunakwenda kulima sasa hivi. Tumeshafanya mawasiliano na wahusika wa trekta waje kutulimia heka zetu 2, alafu tupande. Sasa tuone na hali ya hewa inavyokwenda ni kwa namna gani tunakuja kupata. Tulikuwa na changamoto ambayo nilieleza awali, upandaji wetu haukuwa mzuri, but this time around tutapanda inavyotakiwa kupandwa. Tutumia kamba, tupande kitaalamu, tuone output yetu itakuwa namna gani. Karibuni sana, subscribe channel yetu na Mungu awabariki.